Asante sana my good brother Mheshimiwa Daktari Charles Onchoke na Mheshimiwa PK, Mheshimiwa Wasoi constituency kule Uasin, Mheshimiwa Steve Mogaka, MCAs wetu wakiongozwa na MCA wa hapa Mheshimiwa Victor, pia Mheshimiwa Dismas na Mheshimiwa John ambao wameongea hapo awali, our bishop ambaye sasa amekuwa rafiki yangu Bishop Mairura Joseph, padre wetu ambaye amepewa hiyo nafasi leo na bishop wetu Padre Robert, na pia padre ambaye amekuwa anashikilia daraja Parish Padre Jeremiah, mapadre wetu wote, viongozi wa kanisa, Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Muyamuri naende Nyasaye nomuya tiga kichionsi. Asanteni sana. Vile mmesikia, mimi naitwa Ndindi Nyoro, kwetu ni kule Kiharo yuko Murang'a, na nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Tunaongea kwa ufupi kwa sababu tunajua sherehe ya leo ilikuwa sherehe ya kufanya, na sherehe kama hiyo saa zingine inachukua muda, lakini kuchukua muda pia kuna kuanga na serikali nyingine inakuanga hapa kwa tumbo, na hiyo serikali ukikataa maneno kazi haifanyiki. Na kwa hivyo najua masaa ya hiyo serikali imefika na inauliza maneno yake iko wapi, na ndio maana hatutawaweka. Ya kwanza, mimi nashukuru sana our bishop kwa vile umetuhost siku ya leo na ukatupea neno ambayo kila mtu hapa ameenda kama amebarikiwa. Ya pili, nataka nipongeze hawa Wakristo ambao sasa leo tumekuwa na Nyamiobo Parish, na pia Wakristo wa diocese mzima. Mumefanya kazi ambayo haisemi kwa maneno, tunaiona tukitazama. Ile kazi mmefanya kwa ujenzi ya ile nyumba, mimi nimeona kabisa, na unafaa hata hii kanisa kama serikali iko na mjengo wanapea padre wetu anaangalia, kwa sababu hiyo pesa nimeona inatumika. Bada nimeona ukipewa pesa ya barabara ama ya nyumba, wewe utateka kapo, kwa sababu nimeonyesha hata wakati niuliza pesa ngapi imetumika na nikaelezwa, niliona ni kama mheshimiwa kuna ile hajaandika. Kwa hivyo that is very good, inaonyesha mmesimamia pesa vizuri zaidi. Mimi ningetaka niseme jambo tatu peke yake. Ya kwanza, bishop, mimi najua katika kanisa ya Catholic na kanisa zote hapa Kenya, nyinyi mna support sana maneno ya elimu. There are very many church-sponsored educational institutions in Kenya ambazo kanisa inashikilia, na ndio tuendelee kushikilia elimu. Ningetaka niseme katika utekelezaji wa budget ile tunapea kipaumbele sana ni elimu ya watoto wa Kenya. Tumeweka bilioni over 670 katika ile budget ambayo tunatekeleza ya kusaidia elimu. Katika hiyo fedha tumeweka 26.3 billion katika TSC, na tumesema wale walimu wamekuwa wakijitolea kama interns in our JSS institutions, 26,000 of them lazima tuwa confirm on permanent and pensionable terms. Na pia tumeweka fedha ya kuajiri wengine wapya walimu 26,000. Mheshimiwa MCA, jambo la pili, alitaja maneno ya stima, na mimi nakubaliana na Mheshimiwa MCA. Stima hata ukiangalia kwa maneno ya uchumi inachangia sana in social transformation of our villages and also in accelerating economic growth. Na ndio maana katika hii budget tunatekeleza pesa ile ilikuwa imepewa RELEC, ile inaleta stima katika rural areas ya Kenya, ilikuwa 9 billion shillings. Tumeongeza ingine 0 billion shillings
ikafika 21 billion. Na katika every constituency in Kenya, kwa sababu sisi katika utekelezaji wa budget na maneno ya uchumi tunaangalia Kenya kama inatoshana. Tumepea eneo bunge zote za Kenya 250 million Kenya shillings ya maneno ya kuweka stima. Na pia tumeangalia maneno ya kiuchumi. Nikimalizia, mnaweza kuona ya kwamba shilingi ya Kenya sasa ina huruma, na shilingi ya Kenya iko huruma, hata ya Amerikani inatii. Na ndio maana shilingi ya Amerikani ama dola imetoka from 165 shillings or around 160 imekuja chini, na sasa iko karibu hapo 135. Na tuko na matarajio vile tunaona inflation ya Amerikani na Uingereza inashuka, hiyo inachangia kitu inaitwa remittances, na katika remittances kwenda juu tunatarajia shilingi ya Kenya itaendelea na kuwa strong. Pia tunafanya maneno inaitwa import substitution, ile mambo mingi tunaleta kutoka nje kama chakula, tunapea wakulima uwezo, wanalima hapa Kenya including edible oils, so that tuendelee na kupunguza maneno ya bidhaa zile tunatoa nje. Na mimi niko na uhakika uchumi wa Kenya unaenda juu, na ndio maana pia na uhakika by the course of this financial year, mimi najua hata soko ya hisa ya Kenya wale hizi sima tunayongea alamu inapotea hata ile simu basi yaona bwana. Asante sana. Nikimaliza Bishop, mimi nilikuwa nasema kama mwanauchumi nikitazama, I can clearly see because of the inflation that is going down in the US, which accounts for the 54% of the remittances in Kenya, and also zile juhudi tumefanya of import substitution, our currency will continue to be stronger. And when Kenya shilling is stronger, mafuta inaenda chini kwa bei. When our Kenya shilling is stronger, all the imports become cheaper. Na hiyo ndio mbinu moja ya kukarabati na kuinua uchumi wa Kenya. And I also know as I finish, nikiangalia vile maneno inaenda katika uchumi wa ulimwengu, I can also tell that even our NSC, Nairobi Securities Exchange, I am sure by the end of this year will be the best performing stock exchange in Africa. Na hii mambo yote inafanyika kwa sababu ya policy ya serikali ya maneno ya uchumi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na Mheshimiwa Ontoke, mimi ameniuliza nirudi hapa Pontari. Mimi nimemwambia hata akipanga kesho ndio mzuri, tusirudi Nairobi kufanya ingine kesho. Lakini kama kesho iko hapa karibu sana, mimi nimemwambia vile nimefika hapa, nimejua kusema Yamuri na yende, na nimejua kusema yasaino mia natika Kisii. Akipanga ingine hapa Pontari, mimi nitalala hapa kuamkia hiyo asubuhi. Na mimi nitauliza Bishop kwa sababu sitaki nirudi hapa. Najua leo tumepata Father wetu, Father Robert. Na pia pale kwetu Kiharu, Parish inaitwa Ndindi, Father rafiki yangu anaitwa Father Robert. Na kwa hivyo mimi nitakuwa na kuita Robert ama Bob Father. Kwa sababu jina ingine ya Robert ni Bob. Na niko na zawadi kidogo sitatakaza hapa. Na kuna kitu kingine moja, kuna mtana alikuja hapa ambaye analidwa na brother wa Bishop wetu. Brother wa Bishop anaitwa Chris. Na kuna msichana ambaye anatumia wheelchair ambaye ako KMTC. Na pale ukilikubalia ama Father Chris ako karibu, ama Father Chris ako karibu, ama achukuliwe na mwingine. Kuna msichana, mnajua huyo msichana wa KMTC.
ameuliza apate wheelchair ile iko na inajiendesha vizuri, na nitampia 100,000 ya kununua hiyo wheelchair. Lakini atachukuliwa na panga mwenye ako karibu. Asante sana. Hiyo ndio wheelchair ya yule msichana ako Kenya Kisii. Jambo lingine nitaomba na ni ya mwisho. Mimi nimeangalia vile tumepata Parish kama Wakristo kama Wakristo, najua tukibarikiwa na Mungu na Parish tuko na nyumba ya fadha ya mzuri maridadi. Hii inapotea lakini namaliza. Vile tuko na Parish ya Nyamiobo na tuko na nyumba mzuri ya fadha. Vile tuliingia sana Bishop, mimi na kuomba vile tuliingia na wewe pale kanisa katika opening, mimi niliona hii new parish lazima nikitazama mkakiwa na ndoto ya kujenga kanisa mpya. Mimi naona hivyo, ama ni mimi naona yangu. So kama ni hiyo, mimi naomba Bishop katika msingi ya hiyo kanisa mpya, hata kama tutaweka kwa bank mpaka mtaanza, hata kama ni next year or any other year, kwa vile Mungu ametuwezesha tumefika hapa, na mimi nimeona kabisa maono tutajenga kanisa kubwa sana hapa, wengine wanakaa juu, wengine chini. Mimi naomba Father katika hiyo msingi ya hiyo kanisa, siharakishi wa Kristo. Najua tumekuwa na maneno ya kujenga nyumba na siharakishi, hata inaweza wekwa kwa bank. Wakati mtaanza hiyo maneno ya kanisa mpya, mimi nitaweka hapa shilingi milioni 1 ya hiyo kazi. Na hii pale square yetu ambayo iko hapa, wakati watahitaji uniform nyingine, tunasikana na Mheshimiwa Utoke, tunasimama hapa na Mheshimiwa Steve Mogaka na ndugu yangu wa kule Soni, Mheshimiwa DK. Wakati kwaya itakuwa inafanya maneno ya uniform, itachangia kidogo, lakini hiyo yangu kidogo nitawacha. Siwaharakishi pia, ni wakati mtatekeleza, kwa sababu sitanunua yote, nitawacha 100,000 ya maneno ya uniform ya Parish. Asanteni sana na Mungu awabariki.